Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja leo kwa sababu ya kuzungumzia ile pesa yetu William Ruto alibeba na magunia akapeleka kule Jazwina. Na nimekuja hapa kama Mkenya mwema kwa sababu hatuwezi nyamaza wakati pesa yetu inapelekwa na William Ruto vile ambavyo akili yake inamwambia, ama anafanyia pesa yetu uamuzi kulingana na vile ambavyo anataka, anazipeleka kule ambako anahitaji kupeleka. Na hatuwezi nyamaza wakati William Ruto anatumia pesa ya wananchi kununua wachungaji ama kununua makanisa, zile kanisa ambazo anataka zikuwe polling centers 2027 na pesa yetu. Kwa hivyo mimi niambie William Ruto, wewe kama baba wa taifa unahisi vipi wakati unaambia Wakenya kwamba hakuna pesa ya matibabu, hakuna pesa ya kulipa capitation ya shule, lakini unachukua milioni 120, pesa ambayo inatoshana na bajeti ya mwaka mzima ya CDF ambayo inatumika kurun a whole CDF a whole year. Unachukua pesa kama hiyo one morning unapeleka kwa kanisa, ndio hiyo kanisa wakubali kukuunga mkono, ndio hiyo kanisa wakubali kugeuza kanisa yao 2027 ikuwe polling center. Bwana William Ruto, unasikia vipi wakati ambao watu wetu wamepoteza kazi, wakati Trump alisema ya kwamba hatalipa tena ya kununua dawa za HIV, hata tulipia pesa tena za kununua condoms. Watu wetu wakapoteza ajira kule kwa mahospitali, department ambazo zina deal na hii maneno. Watu wakapoteza makazi kule kwa Red Cross kwa sababu bajeti ya milioni 400 ambayo kila mwaka Trump alikuwa anatusaidia nayo ameisimamisha. Ni aibu kubwa sana ati watu wetu wameachishwa kazi, watu wetu hawezi pata hizo dawa kwa hospitali, na ile bajeti ambayo inastahili kusimamia hii program ni milioni 400 peke yake, zile pesa ambazo unatumia mwezi mmoja kupeleka kwa makanisa. Bwana William Ruto, how do you feel as a head of state? Hata ukiangalia hii maneno, kwani hauna utu? Kwani roho yako ni ya mnyama? Bwana William Ruto, hauoni vile ambavyo wamama wanakufa kila siku? Hauoni vile ambavyo watu wetu wanakufa kila siku kwa sababu ya kukosa matibabu? Hospitali zimejitokeza, mahospitali zaidi ya 700 zimesema ya kwamba hawatatibu watu wengine ambao wako na kadi ya SHA kwa sababu hata wakiwatibu, wakipelekea bill serikali inakataa kuwalipa. Bwana William Ruto, unakata watoto wetu pesa kila siku, mwisho wa mwezi wanalipa SHA. Hakuna mtu halipi wale ambao wamejisajili, wamekupatia pesa yao uwalipie matibabu. Lakini hiyo pesa unaweka kwa mfuko, kazi yako ni kupeleka kwa makanisa uanunue ndio akupigia kule 2027. Zile pesa zingine kazi yako ni kuchukua, unapanga nazo siasa. Bwana William Ruto, ukiachilia watu wakufe, ukipanga siasa na pesa yao 2027, hata kwa bahati mbaya ukiweza chaguliwa, utatawala akina nani? Utaongoza akina nani? Na watu wote watakuwa wamekufa kwa sababu ya kukosa matibabu. Bwana William Ruto, unajua, mimi nataka niambie watu wetu, msikubali kuchanganywa na hii mambo ya Biblia. Msikubali kuchanganywa na haya matapeli na hizo verse wanakuja kuwasomea kwa kanisa, wakikuja hapo kuandanganya. Kama William Ruto ni mcha Mungu, vile ambavyo alikuwa anatoa ushuhuda mrefu kama barabara ya Garissa Road siku ya jana kwa kanisa, mbona analipwa pesa ya SHA, anakura, anakataa kulipia wagonjwa katika hospitali? Bwana William Ruto, mbona unachukua pesa yetu kuliko ulipe capitation? Now right now as we speak, principals hawana pesa ya kununua vitabu, hawana pesa ya kulipa suppliers, wako na pending bills zile ambazo wanafaa kulipa, lakini bilioni 15 umesema ya kwamba hakuna pesa na hautawalipa ya capitation. Lakini kila siku unachukua pesa na magunia bwana, unaenda kupanga mambo ya siasa. Zingine unapelekea Raila, zingine unapelekea makanisa, zingine wakora wako wanakula, zingine mnapatiana kura Karen. Bwana William Ruto, siku tulikupigia kura kama mahasla,
Siku ulikuja hapa ukautuzia maono ile ulikuwa nayo. Siku ulikuja hapa ukatambia uko na plan. Hii mambo tunaona hapa ukizungusha hapa ukifanya, hiyo sio plan, hiyo ni ujinga. Hii mambo tunaona ukifanya siku hizi Bwana William Ruto, hiyo sio plan, hiyo ni utapeli. Hii mambo unarukaruka hapa ukifanya na pesa yetu, hiyo sio mpango. Hiyo hakuna kitu unatekeleza, hiyo ni wizi, hiyo ni ukora, hiyo ni utapeli. Hiyo ni kupora mali ya umma Bwana William Ruto. Mimi nimesikia juzi ukiambia kina Rigathi Gachagua na Martha Karua ya kwamba eti wanakudiscuss masaa matatu kwa sababu hawana plan. Ati wewe ndio uko na plan. Bwana William Ruto, lazima wakudiscuss kwa sababu wewe ndio shida ya nchi. Na mimi nataka niseme leo hii, mahali popote Wakenya watatu wanne wanapatana lazima waongelee William Ruto, kwa sababu Wakenya wanaongelea shida yao ya taifa, na shida ya taifa ni Bwana William Ruto. So wacha kulalamika ati uliongelelewa hapa na Rigathi Gachagua wakiwa na Martha Karua kwa mkutano yao. Sisi tunakuongelelea kwa vijiji, tunakuongelelea kwa vitongoji, tunakuongelelea kwa mahoteli, tunakuongelelea kwa matatu, tunakuongelelea kazini. Kila pahali Wakenya wawili watatu wakipatana wanaongelea William Ruto, kwa sababu ndiye shida kuu ili ambayo tunajaribu kutatua kama Wakenya wa jamhuri hii. William Ruto ni vizuri ujue hivyo. Ni vizuri kama vile ambavyo shetani anatajwa kwa kanisa kila Sunday, kwa sababu kazi yake ni kuhalifu na kuua na kumaliza. Ndivyo tunakuongelelea kila siku, kwa sababu wewe kazi yako imekuwa kuhalifu, kuharibu, kuiba, kuua, kumaliza kila kitu. Hakuna kitu unatekeleza. Wewe ndio shida kubwa ya nchi hii na lazima tukuongelelee. Kwa hivyo acha kurukaruka ukisema ati kina nani wanakuongelelea. Wako na mpango. Na ile mpango wako naye ya kurekebisha nchi hii haiwezi tekelezwa kama uko hapo, sababu wewe ndio shida. So lazima kwanza tukuondoe, ndio ile mipango tuko naye ya kurudisha nchi mahali ambapo ulipata tuweze kuitekeleza kama tumekupeleka nyumbani. Bwana William Ruto, mimi nataka niambie watu wetu, msikubali kuchanganywa na siasa kwa kanisa. Msikubali kupiga kura kwa misingi ya zile sera ambazo mnadanganywa nazo kwa makanisa. Hiyo ni ukora, hiyo ni utapeli. Hawezi ni wale. Na niambie Wakenya, hii kitu mliona kule Roysambu, Bwana William Ruto akipigiwa nduru, akipigiwa makofi, wale sio washirika wa ile kanisa haswa. William Ruto ako na mbinu mpya, nataka niwaambie Wakenya, kwa sababu amezunguka kwa makanisa akapata aibu. Alienda kwa Catholic akafukuzwa, akarudishiwa pesa yake akapata aibu. Ameenda kwa Pastorai akahubiriwa the kingdom gospel, akaambiwa wezi wote watakufa. Akaambiwa, akasomewa Biblia, akaambiwa wezi wote watakufa kabla ya wakati wao. Na kwa sababu aliaibika zaidi, akakuja na mbinu mpya ya kuonyeshana ya kwamba ati kanisa bado iko upande wake. Ndio maana anachukua watu, anawalipa, anawanunulia vuvuzela, anawanunulia firimbi, anawatuma kwa ile kanisa ambayo anahudhuria, anawaambia wachukue viti za kwanza, ndivyo akisimama hapo kuongea na wakora wake wanapigiwa makofi. Si hata nyinyi mkisikiza hiyo video vizuri, mtasikia kwa hiyo kanisa kuna sauti ya vuvuzela, kuna sauti ya firimbi. Ni kanisa gani hii Kenya mnajua washirika wanaendanga na vuvuzela? Ni kanisa gani mnajua hii Kenya washirika wanaendanga na firimbi? Hiyo ndio ile ukora William Ruto ameanza. Kwa hivyo wale watu mlikuwa mnaona huko wakirukaruka wakipiga nduru, hao sio watu ambao wanajielewa. Ni watu waliokotwa kule kwa slums wakapatiwa pesa, wakapatiwa firimbi, waje kuanisha viti za mbele, William Ruto akiongea wanapiga kelele, wanafurahia. Ndivyo jaribu kuonyesha wananchi ya kwamba bado kanisa haijamtapika. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba zile kanisa zote ambazo zinasimamia ukweli na zile kanisa zote ambazo zimesimama na wananchi tayari zimekwisha tapika William Ruto. Tayari zimekwisha kataa maneno ya William Ruto. Na mimi niambia makanisa, hizo pesa ziko na damu, hizo pesa ziko na laana. Kama Mungu wenu sio maskini, na pasta nataka mnisikize hapa vizuri, kama Mungu wenu sio maskini, kwa nini mnagojea pesa ya wizi, pesa ya damu, pesa ya utapeli muletewe ndio mjengee Mungu nao madhabahu? Kwani wewe Mungu wenu ni maskini kiasi gani? Hawezi bariki na inua wala washiriki hiyo kanisa wamjengee Mungu madhabahu. Mpaka mpigia wanasiasa magoti, mpaka mpigia wanasiasa magoti muwapembeleze muabudu ndio waletee pesa ya wizi, pesa ya ukora, pesa ya uconman. Ni vizuri haya maswali mjibu kama viongozi wa makanisa, kwa sababu mahali tumefika
Mnataka tuamini Mungu, lakini yule Mungu ambaye mnatuelekeza tuamini ni Mungu ambaye pia hata anakaa mtapeli. Ni Mungu ambaye hatuwezi amini, kwa sababu yule Mungu tunajua hawezi shirikiana na wezi na wakora na wauaji akuje aletoe pesa ya damu atiajenge nayo madhabahu. Ule Mungu tunajua hawezi fanya hiyo ujinga. Ule Mungu tunajua sio mnafiki. Ule Mungu tunajua sio mkora. Kwa hivyo huyu Mungu wenu sisi tunashangaza ni Mungu aina gani? Mungu ambaye anatarajia anaweka imani katika pesa ukora ya wizi ya damu ati ndio atakuja kujenga nayo madhabahu. Kwa hivyo lazima tuelimishane kama Wakenya. Lazima tuulizane maswali kama Wakenya mahali tumefika, na tusikubali siasa za ujinga, siasa za kurudisha Kenya nyuma ziletwe kwa kanisa na wala matapeli na wakora tunapanga kutimua, kwa sababu katika safari hii ya kukomboa nchi hii lazima tuungane sisi zote, na lazima tukatae maovu, lazima tukatae hii ukora na hii wizi na hii utapeli na hii conman huyu mtu anajaribu kuleta. Nisikia bwana William Ruto akisema ya kwamba ati yeye ni mjanja. Akasema yeye ni mjanja kama Abrahamu. Ndio maana watu wanamuogopa sababu yeye ni mjanja. Niambie William Ruto, wewe sio mjanja. 2022 you are just an overrated human being. In any case, hauna hata idea, you are clueless. Haujui vile nchi ambavyo inaendeshwa. Wewe sio mjanja, ni vile Wakenya tu walikuamini wakakupatia kura yao. Na ndivyo ujue wewe sio mjanja. 2027 kama utasimama kiti hata hautapata namba 3, you be the last. Wala watu watasimama hiyo kiti ya urais, you be the last. Ndio ujue wewe sio mjanja. Na Waswahili walituambia kwamba mjinga akierevuka mwerevu wako mashakani. Wakenya wale ambao ulikon, Wakenya milioni 1.1, milioni 7.1 wale ambao ulikon, wamekwisha janjaruka, wamekwisha funguka macho, wamekwisha jua uongo yako, wamekwisha jua wewe ni mtapeli, wamekwisha jua wewe sio mtenda kazi, wamekwisha jua you are clueless, wamekwisha jua you are rudderless, wamekwisha jua hakuna kitu unaweza tekeleza isipokuwa uongo. Wamekwisha jua ile PhD unajigamba huko naye ni PhD ambayo ni ya uongo. Kwa hivyo 2027 hakuna mbinu mpya utakuja naye. Vile tu ulikuwa unatuambia ati Raila tu ni yule mmoja tunajua wa kung'oa reli na kitendawili na tibu mnatiara. Hata sisi tushajua wewe ya kwamba hakuna William Ruto mgeni tunagojea 2027. Yule William Ruto tunagojea ni huyu wa barabara za uongo, maji ya uongo, stima za uongo, huyu wa kutenga, huyu wa kupanga, huyu niko na plan, huyu wa PhD, huyu tu wa hadithi mingi abracadabra, huyu wa kuongoza worship kwa matanga, huyu wa kusoma Bible verses kwa kanisa ndio atapeli watu. Ndio tu yule William Ruto tulikuwa na yeye, ndio tu tunagojea. Hakuna William Ruto mgeni anakuja. Kwa hivyo hakuna mbinu hata moja utakuja nayo ambaye utajaribu kujificha. Hata ukiingia chama ya ODM, nimesikia kwamba uko na plan. Unataka kuita baba Raila Amolo Odinga umingize kwa serikali yako, akuwe co-president, umpatie mamlaka, umpatie askari, umpatie budget, umpatie mawaziri. Sisi hatuna shida. Ni sawa, Raila ni Mkenya. Tayari alikwisha sariti majenzi. Hata mkiungana sisi hatuna shida. Pea yeye pesa, pea yeye budget, pea yeye kila kitu. Lakini ukweli wa mambo 2027 there will be no escape route for one William Samoei Arap Ruto. Hata kuja na chama ya ODM, hata kuja na chama ya Pop, hata kuja na chama ya Kotu, hata kuja na chama ya Mrembe, hata kuja na chama ya Mudavadi, for as long as kwa ballot ile sura itakuwa ni ya yule muongo William Ruto. For as long as kwa ballot ile sura ile jina itakuwa ni ya William Samoei Arap Ruto. Hapo ndipo tutakupigia shoka kwa ballot na tutakushikia hapo. Hapo hautapita. Hapo tutakabana vizuri na wewe. Hakuna vile ambavyo tutakubalisha wewe kupita hapo. Kwa sababu lazima tukomboe nchi hii, kwa sababu nchi ni yetu. Nikimalizia niambie bwana Francis Atwoli aache kubishana wa mama. Bwana Atwoli, tunafikirianga wewe ni mzee wa miaka 90. Unaelekea miaka 100. Lakini bado katika umri wako unarukaruka huko na mama ukijaribu kukimbizana nao mkizozeana mambo ya marangi. Actually SG mzima wa Kotu mwenye anatarajiwa atatewa wafanyikazi wala wananyongwa kwa pesa na kasongo kila siku, kazi yako ni kukimbizana na mama huku mkiongea mambo ya marangi. Wewe hata hujui mambo ya marangi, hata hujui papo ni nini, hata hujui red ni nini ama white ni nini. Hakuna mambo ya marangi unajua. Hii rangi Martha Karua amezindua na chama yake, hiyo sio rangi ya Kotu. Hiyo ni rangi yake.
Hiyo ni papo lilac. Hakuna mahali inaingia na hiyo papo nasema. Na hata kama zinashikana, hakuna rangi yako umeumba, hakuna rangi yako ulikuja nayo huku. Rangi ni rangi, mtu achague ile anataka. Sisi hata haja yetu sio rangi. Haja yetu ni kile ambacho kitatekelezwa na hiyo chama. Na nikwambie kwetu bwana, kama kuna mtu hafai kuongea dunia hii ni wewe. Umekalia hiyo kiti kutoka ile dunia ilianza. Wengine wetu tulizaliwa na tumezeeka bado kuwa SG wa KOTU. Na hakuna kitu hata moja umesaidia wafanyikazi nacho. Watoto wetu wananyongwa na kasongo kwa pesa kila siku. Hatujaisikia siku hata moja umeongea. Wewe ukipatiwa tu pesa na kasongo, upandishwe ndege, upelekwe Kongo na ubebe bibi yako yule mdogo, wewe unasikianga maisha iko sawa. Hata huwezi tetea wananchi, hata huwezi kumbuka wafanyikazi ile kuteseka wanateseka. Kwa hivyo Aturi, kama kuna mtu hafai kuongea dunia hii, anafaa anyamaze, angoje Yesu arudi. Ni wewe, kwa sababu hakuna kitu hata moja umesaidia nayo nchi hii. Kwa hivyo hata kusumbua na mama mkirukaruka huko, heshimu wa mama. Nikimalizia nitachukua swali moja ama swali mbili, na kama hakuna swali tutafungia hapo. Kuna swali? Kama hakuna swali tutafungia hapo. Niambia Wakenya ya kwamba hii nchi ni yetu, tutazidi kuzungumza, tutazidi kuongea. Mambo ya kuuzia uoga, hiyo ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mungu awalinde na pia alinde nchi yetu. Asanteni sana.